Habari za wakati huu. Kwenye video ninakuletea dalili ambazo zinaonyesha kwamba bado hujajitambua. Hii ni kama episode ya kwanza, lakini ipo episode ya pili ambayo ninaweza kuelezea dalili nyingine zinazoendelea. Sasa katika episode ya kwanza naenda kuelezea dalili 6 zinazoonyesha kwamba wewe bado hujajitambua. Dalili 6 zinazoonyesha kwamba wewe bado hujajitambua. Dalili ya kwanza, mwanaume kuvuta hisia anapoona neno ya mwanamke akinyonyesha. Unajua katika mazingira tuliyopo sasa hivi tunakutana sehemu nyingi tukiwa tumerundikana. Kwa mfano kwenye daladala, kwenye masoko au hata katika sehemu yoyote ile, labda mabenki, wapi, tunakutana tunajikuta tukirundikana watu wengi. Sasa unaweza kukuta kuna mwanamke ambaye ana mtoto ananyonyesha. Mtoto anaanza kulia, analia nyonyo. Umeona? Mwanamke anaona sasa ili mtoto anyamaze, ngoja nimnyonyeshe. Sasa ile kumnyonyesha, wewe from nowhere unaona tu nyonyo, tayari ushavuta hisia. Automatically inaonyesha kwamba wewe huna kazi ya kufanya. Hapo ulipo huwazi madeni, hapo ulipo huwazi faida ya biashara yako, huwazi hasara ya biashara yako. Sasa kama huwazi hivyo vitu katika maisha yako, ina maana kwamba kuna vitu extra ambavyo vina uwezo kuingilia ubongo wako, automatically ukao unaviwaza tu hivi. Sasa ndio kufikia hatua ya kuvuta hisia unaponyonyesha mwanamke. Sasa hiyo inaonyesha kwamba hauna kazi ya kufanya. Kijana mwenye miaka 17 na kuendelea, kwa maisha sasa hivi inatakiwa tayari wewe ushaketi chini tayari kwa ajili ya kujitafuta. Tayari unawaza faida ya biashara yako, unawaza hasara ya faida yako, au unawaza familia itakula nini. Sasa tayari una miaka 20 na kuendelea, tayari ushaona nyonyo ya mwanamke akinyonyesha, tayari ushavuta hisia. Ina maana kiakili unakuwa ujitambui. Kwa lazima ukae chini utafakari namna gani una uwezo kuondoa hizo feelings ambazo hazina maana katika maisha yako. Sasa na ya pili, kama kijana unatoa hela mfukoni kwa ajili ya kununua malaya, tayari wewe hujitambui. Hiyo ni moja dalili ambayo hujitambui. Sasa niweke hivi, ukiona mwanamke anajiuza, automatically yeye anasumbuliwa na mapepo. Kujiuza ni dalili ya kusumbuliwa na mapepo. Sasa kama wewe umefikia hatua ya kwenda kujiuza barabarani, kujiuza wapi, ina maana tayari una pepo la ngono. Sasa na mwanaume anayechukua hela mfukoni kwenda kununua ile pepo, ina maana yeye anasumbuliwa na mapepo. Unapata vizuri? Kwa hiyo mwanaume anayenunua malaya na mwanamke anayejiuza wote wana mapepo. Sasa yale mapepo inatakiwa uyaondoe. Utayaondoaje? Unaondoa kwa kuwa na unaondoa kwa njia tofauti tofauti. Kwa mfano ibada, kama ni kanisani nenda kanisani, kama ni msikitini nenda kanisani, waambie viongozi wako wakuombee, viongozi wako wa dini wakuombee. Toa hilo pepo. Sasa ina maana kwamba kama umefikia hatua ya kwamba wewe unatoa hela mfukoni unaenda kununua malaya, ina maana hauna kazi ya kufanya. Yaani upo tu. Sasa upo tu, na ukisha kuwepo tu huna kazi ya kufanya, automatically kuna vitu vya ajabu vitakuingia katika nafsi yako. Kwa hiyo jitahidi, kuna umri unapofikia, jitahidi ujishughulishe na kazi ndogo ndogo ambazo zitakukeep busy, zitakuepusha na vitu kama hivyo ambavyo havina msingi. Sasa ndio maana nawaambia leo hii, mwanamke yote anayejiuza ina maana anasumbuliwa na mapepo, pepo la ngono. Hakuna mwanamke wa kawaida mwenye akili mmoja ambaye anaweza kukaa sehemu akajianika kana anapokea wanaume kuanzia 4, 6, 7. Umeona? Pia na hiyo inaonyesha kwamba wewe mwanaume ni mchafu. Wewe mwanamke anayejiuza ni mchafu. Sasa na wewe mwanaume unaenda kununua toa lako mfukoni kwenda kununua malaya, na maana wewe pia ni mchafu. Wewe imagine mwanamke anapokea wanaume zaidi ya 5 kwa siku, na wewe unakuwa miongoni mwao. Sasa wewe unakuwa una usafi gani? Kwa hiyo automatically, kwa sababu hujali wewe ni mchafu au ni mapepo ambao yanawasumbua. Uchafu na wenyewe ni mapepo. Kwa hiyo jitahidi katika vitu ambavyo unatakiwa kupigana navyo, kuviepuka, ni kuchukua hela yako mfukoni kwenda kununua malaya. Hiyo ndio dalili. Sasa kama unafanya hivyo, ina maana inaonyesha kwamba wewe bado hujajitambua, bado unahitaji ukae chini kwa ajili ya kununua akili yako ili ikae sawa. Na jambo la tatu, kama bado unafuatilia nyimbo mpya iliyotoka. Umeona? Sasa unajua kuna vijana ambao wao yani wako active mitandaoni sana sana, unafuatilia nyimbo mpya iliyotoka, sui Diamond katoa nini, Mario katoa nini, yani unakuwa busy na hayo mambo. Sasa hii ni mbaya zaidi. Kufuatilia nyimbo iliyotoka sio tatizo. Sasa je, ule ufuatiliaji wewe unakusaidia katika maisha yako? Kuna mtu kama dansa.
Dansa unaweza kukubaliana ni kweli anaenda kuangalia nyimbo kwa ajili ya kuacquire style mpya ambazo kesho kutwa anaweza akazifanya zikamuongezea kipato. Je, wewe ambaye sio dansa, sio mwimbaji, sio nini, lakini wewe kutwa tu kufuatilia nyimbo mpya iliyotoka, sio nini, yani wewe huko tu busy kufuatilia nyimbo, hata nyimbo unajua kuimba, unajua kuandika, wewe ni upotevu wa muda, hauna kazi ya kufanya. Sisi tunaelewana vizuri. Kwa hiyo usikubali kufuatilia kitu ambacho unajua kwamba hakikusaidii kwa namna moja ama nyingine. Usikubali. Sasa sio unafuatilia tu, unawanufaisha wao, wewe unabaki tu ukiwa empty. Sikatazi usikize mziki. Kiimani mziki hauruhusiwi. Kimaisha utajua mwenyewe. Lakini simaanishi kwamba usisikilize mziki kimaisha ya kawaida. Lakini lazima kuna vitu unatakiwa, yani vije tu kwa mbadala. Vije tu kwa mbadala. Sio kwamba wote wanaosikiliza muziki labda wanafuatilia nyimbo. Yaani yeye yuko very busy, Diamond katoa nyimbo fulani au unaweza kufuatilia nyimbo fulani. Kuna watu ambao mpaka nyimbo ana download kwenye simu yake. Labda amekutana TikTok, amekutana Instagram, amekutana wapi. Lakini wewe tayari tu kashaandika tu pale msanii Diamond kwamba saa 6 usiku natoa nyimbo mpya. Tayari upo active mpaka saa 6 mpaka saa 7 unasubiri nyimbo hiyo mpya. Huo ni upotevu wa muda. Kijana amkeni, acha kufuatia vitu ambavyo vinaweza kusaidia kwa namna yoyote ile. Kuna watu wanaingiza pesa kupitia hizi nyimbo. Wapo. Sasa wewe unaingiza nini? Na jambo la 4, kama bado unaidharau shilingi 500 na shilingi 1000 ya kusevu kila siku. Nazungumzia moja dalili inaonyesha kwamba wewe bado hujitambua. Kama uithamini shilingi 500, sizungumzii 100, sizungumzii 400. Nazungumzia tu shilingi 500 shilingi 1000 ambazo kwa maisha kawaida Tanzania yote yana uwezo wa kuipata kwa namna moja ama nyingine. Unaipata vizuri. Na kama hauheshimu shilingi 500 au shilingi 1000 ya kusave, umenipata vizuri, kila siku una save 500 au kila siku una save 1000. Kama huheshimu hicho kitu, ina maana tayari bado hujajitambua. Nipigie hesabu. Ukitunza shilingi 500 kwa siku 360 kwa mwaka, unakuwa na shilingi 1,180,000. 1,180,000 inaweza kukusaidia kufungua biashara ambayo kwa siku unaweza kuingiza hata 5,000, 6,000, 7,000 mpaka 10,000. Umenipata vizuri? Biashara ipo, ni mtaji unaohitaji 1,180,000 ipo. Unapata vizuri? Na maisha ya vijana sasa hivi ni ngumu sana kuipata 1,180,000 kwa wakati mmoja. Unapata vizuri? Yani kuipokea kwa pamoja 1,180,000 ni ngumu sana. Labda kama una mshahara wa kila mwezi. Lakini kwa maisha ya kawaida kujitafuta kila siku huku na kule ni ngumu sana kuipokea 1,180,000 kwa cash moja kwa moja. Au kuipokea 365,000 ambao inatokana baada ya kuisave shilingi 1,000 kwa siku. Na maana unapoisave shilingi 1,000 kwa siku, kwa mwaka unakuwa na shilingi 365,000 ambayo inaweza kukufanya ukafungua biashara ambayo unaweza ukaingiza hata faida 10,000 kwa siku. Biashara ipo ambayo ukawa na mtaji wa 300,000 tu na ukafaidika. Ipo, nitawaletea video ya kuonyesha biashara unaweza kaifanya kwa 300,000 na kufaidika zaidi. Nitawaletea video inayofuatia. Sasa kinachofanya kama wewe bado huiheshimu hiyo pesa, huiheshimu shilingi 500, huiheshimu 1,000, maana bado hujajitambua. Sasa unakuta kuna mtu kila siku anaweka 1,000 kwenye simu ya vocha. Kila siku anaweka shilingi 500. Ndio maana nimezitumia shilingi 1,000 na shilingi 500 kwa sababu ndizo pesa ambazo watu wengi wanazitumia kuweka vocha kila siku. Hivi imagine kila siku naweka vocha 1,000 kwa siku. Kila siku vocha 1,000. Ina maana kwa mwaka unakuwa na shilingi ngapi? Unakuwa na shilingi kama kwa 500 unakuwa na kuanzia 1,180,000 mpaka 365,000. Je, unasubiri nini? Kwa hiyo kijana, kama huheshimu shilingi 1,000 hiyo ulionao mfukoni, ambao ukikuta mezani unakimbilia kununua sijui sigara, unakimbilia kununua sijui mandazi, sijui nini, hiyo 1,000 ni kubwa, ambao ukitunza kwa siku, kila siku 1,000, ina maana kwa mwaka unakuwa na 300,000 nzuri, ambao unaweza kufungua biashara inaweza ikapanua mtaji wako, income yako ikawa kubwa. Sasa sijui vijana mnasubiri nini? Ndio njia rahisi. Na jambo la 5, dalili ya 5 ni ubishi. Yaani kuna watu ambao wana ubishi ambao hauna tija. Ubishi tafsiri yake wewe ni mjuaji. Na watu wengi siku zote wanatamani wale watu wengi wanapambana zaidi kutokaa karibu na watu ambao ni wabishi, wajuaji. Yaani unaweza kukosa fursa kwa sababu ya ubishi. Yaani wewe mtu akikwambia kitu fulani, umeona, wewe unawahi kuhoji. Unahoji nini ndugu yangu? Si kila kitu kinahitaji kuhoji. Kuna vitu ambavyo ukiambiwa unatakiwa ukae mwenyewe hata iwe dakika 10, masaa mawili, siku moja, siku nzima, ndio utoe jibu.
ndio au hapana. Lakini mambo ya kwamba hii ilikoje, hii si nini, hii na nini na nini, watu automatically wanakuona kwamba ni mjuaji. Na siku zote hakuna mtu ambaye anaweza kuwa katika biashara yake wakati anakuwa una akili mjuaji. Hawapo, kwa sababu watu wanaamini kwamba mimi nikifungua duka langu nikamweka mtu ambaye anaonekana na akili, wewe ni rahisi kufanyaje, kunifirisi, ni rahisi wewe kunizunguka na kukusanya pesa za kutosha kuliko hata mimi. Ndio maana hata katika maduka mjini watu wanatafuta vijana wa vijijini kule kuweka katika maduka yao. Unajua watoto wa mjini kidogo ni wajanja wajanja, akili ubishi mwingi. Kwa hiyo katika maisha jiepushe sana kuwa na ubishi au kuhoji. Kuhoji ni vizuri, lakini hoji kwa kutuliza akili, sio kila kitu unahoji. Kuna watu hawapendi, yani akwambie kitu alafu uanze kumhoji. Kuna watu hawapendi. Kuna watu wanaweza kukasika kuona kama mjuaji, umeona? Kwa hiyo usipende mambo ya kuhoji au mambo ya kubisha au unataka upeleze kitu fulani, sijui nini na nini, hapana. Kama umeridhika nacho, kubali. Kama hujaridhika nacho, kaa tuliza akili kwamba nitatoa jibu au sitatoa jibu. Mambo ya kuhoji watu hawapendi, wanakuona kama vile mjuaji. Kwa hiyo jiepushe sana ubishi ambao hauna tija, ubishi wa kipumbafu. Jiepushe ubishi. Ubishi umekosesha watu wengi fursa. Sisi tunaelewana vizuri. Na dalili ya 6, mwanamke kuvaa nguo kwa lengo ya kutafuta attention kwa wanaume. Kuna wanawake ambao lengo ni kuvaa nguo tu, nadi tu wavutie wanaume katika mazingira tofauti tofauti. Kuna wanawake ambao wanavaa nguo lengo tu akifika kazi, anapofanyia kazi, kila mwanaume amtizame, kila mwanaume amtongoze. Kuna wanawake ambao wanafurahia kuona anatongoza, yani anafurahi tu akiona mwanaume anamtongoza. Yeye anafurahi tu. Anaweza ukamtongoza ukatalia, lakini yeye furahi yake umemtongoza. Kuna wanawake wapo hivyo. Na hiyo ni dalili ya pepo. Yaani dalili ya wanawake kwenye pepo. Unavaa nguo mbali tu utafuta attention kwa wanaume. Kuna watu ambao wanavaa nguo wanapendeza, umeona, wanajistiri vizuri. Lengo lao ni kwamba wapate mwanaume wa kuwachumbia, wapate ndoa, wapate familia. Wapo wanawake. Mimi hao na support kwa 100%. Lakini huyo ambaye anavaa nguo kwa nia ya kutafuta attention kwa wanaume, huyo mimi ndo namlaumu, ndo namuona ni mpumbavu na ni mjinga. Pia ni dalili ya kuonyesha kama hujajitambua. Hata uwe na miaka 30, hata uwe na miaka 40, bado hujitambui wewe. Lazima ukae chini ujitafakari unatakiwa ufanye nini. Kuna mwanamke mwingine kaolewa, lakini bado anavaa nguo ambazo lengo tu ni kutafuta attention kwa wanaume. That's mentality. Akili ni mapepo hayo. Kwa hiyo jambo ambalo unatakiwa wewe mwanamke ujue, acha kuvaa nguo, na ni madhara makubwa. Na ukiona mtu anavaa nguo kwa lengo la kutafuta attention kwa wanaume, ujue ana kasumba ya kuwa na aibu. Aibu ameweza kumpelekea aanze kubagua baadhi ya kazi. Mwanamke namna hii ni ngumu sana kufungua meza ya kuuza vitunguu na nyanya. Hawezi, kwa sababu anaona kama vile sio hadhi yake. Mwanamke anayevaa hivi ni ngumu sana kuajiriwa kama house girl. Wengine wanakata mimi, yaani unakuta mtu hana taaluma yoyote. Sio daktari, haja kusomea, hana taaluma, hana certificate, hana diploma na nini, lakini ukimwambia kuna kazi ya house girl, akwambia mimi siwezi kufanya kazi girl, najidhalilisha bure. Kwa sababu anajua kwamba kwenye house girl ni nguo anazozivaa kidogo sio zile ambazo anazitaka yeye. Kwa hiyo ile mentality inakuwa imeaffect moja kwa moja. Kwa hiyo ni ngumu sana mwanamke wa namna hii kukubali kuingia katika kazi ambazo anaona kwamba sio hadhi yake, kutokana na namna anavyojiweka katika mazingira. Kwa hiyo mwanamke lazima uzingatie kwamba kama wewe bado upo katika watu wa namna hii, na maana wewe bado hujajitambua, unatakiwa ukae chini, ujitafakari unafanya nini. Na mwisho kabisa, jitahidini kufanya ibada. Jitahidini, kama ni kanisani na kanisani, kama ni msikitini na msikitini, kwa sababu hii inawasaidia watu kuanoa akili, kuondoa mapepo. Mambo mengi yanasababishwa na mapepo. Kuna watu wana mapepo. Mapepo ndio yanavuga watu siku zote. Kwa hiyo jitahidi uende kanisani, jitahidi uende msikitini, ombe, kama muombe Mungu. Mambo mengine yanasababishwa na mtindo wa maisha ambao tumeutengeneza sisi wenyewe. Kwa hiyo mtindo wa maisha ndio unaleta mambo yote haya. Kwa hiyo jitahidi, jikite kwa Mungu zaidi ili mambo yako yaweze kunyoka. Asante sana. Kwa majina naitwa Taufiki Abdallah. Hakikisha unanifollow katika mitandao yangu ya Instagram, Facebook, pia usisahau kusubscribe katika YouTube yangu. Pia namba yangu ya simu niweka hapo, kama ukihitaji unaweza ukaja WhatsApp tukazungumza. Asante sana.